Ndugu wapenzi wafuatiliaji na wasikilizaji wa simulizi zetu Kelele ya Midada, leo tupo kuendelea na sehemu yetu ya 3. Pia itakuwa ndo sehemu yetu ya final. Basi hakikisha kabla hujamaliza kuitazama video hii una subscribe, pia una like na kucomment ili kuendelea kupata maendelezo yetu, pia na kupata movie mpya ambazo tunaposti kila siku. Tumeweza kuona sehemu yetu ya pili jinsi gani Salumumba anapoposi kupata penzi la Midada, lakini Midada ni binti ambaye alikuwa na misimamo sana, ameweza kukataa, lakini Salumumba ametumia nguvu na mwisho wa siku basi ameweza kufanikiwa kumdhibiti Midada na tayari amejiandaa kwa ajili ya kufanya tukio lake. Basi tukiendelea na sehemu yetu ya 3 na final. Kevo alishangaa sana baada ya kuona Midada anatumia muda mwingi sana kwa Salumumba. Hakujua anafanya nini, lakini alistaajabu kwa sababu zilipita dakika kadhaa na masaa kadhaa, Midada alikuwa kwa Salumumba tu. Sasa akaendelea kusubiri ya kukata tamaa, lakini uvumilivu ulimshinda. Kama tunavyojua Kevo anampenda sana Midada, kwa alikuwa na wivu sana tena, na vile kuona Midada kazamia kwa Salumumba kidogo ilikuwa inamchanganya. Basi baada ya uvumilivu kumshinda, ndipo kaamua kumfuatilia ili ajue Midada anafanya nini na inakuwaje anakuwa private. Basi mdogo mdogo akaenda mpaka ofisini kwa Salumumba, lakini alichokikuta alistaajabu. Alishangaa, alikuta Midada akalazwa juu ya dawati au juu ya meza Salumumba, akiwa hajielewi kabisa, na shati la Midada lilikuwa limeshachanika. Na muda huo Salumumba alikuwa anafungua vifungo vya shati lake. Alistaajabu, kisha kaona kwamba Salumumba mbona kama ana nia nzuri. Basi kwa haraka kujua afanye nini kwa muda ule, ila akili kamjia kwamba atamuokoaje Midada pale. Ndipo pembeni yake akaona chuma la dawati. Basi akili ilokuja pale ni ya moja kwa moja kwamba kuchukua lile chuma kisha kwenda kumsaidia Midada. Hakujua matumizi ya lile chuma kwa haraka, lakini alijikuta tu tayari ameshalishika. Basi akachukua lile chuma kisha kanyanda kidogo kidogo mpaka kaingia ndani. Salumumba kushtuka wala kuwaza kwamba kuna mtu tayari ameshaingia ndani. Ile kuja kushtuka akapigwa nao kichwani kutokana na maumivu makali. Basi akapoteza fahamu. Ndipo Kevo akapata nafasi ya kumchukua Midada na kukimbia naye moja kwa moja. Hakujua mpeleke wapi, lakini moja kwa moja ilimchukua mpaka nyumbani kwao. Hakuwaza wazazi wake wataongea nini, hakuwaza chochote muda huo. Yeye alichokuwa anakiwaza ni kumsaidia Midada. Alikuwa na hofu sana kwa sababu Midada alikuwa amezimia. Akawa anawaza, je, Midada mzima au tena ameshapoteza maisha? Akawaza sana. Uzuri alikuwa anaweza kufanya first aid kwa mtu ambaye amepoteza fahamu. Akawa anajaribu kujua kama huyu mtu kapoteza fahamu au kuna kitu kingine kimemkuta. Ndipo kaanza first aid pale. Uzuri Midada akaonyesha dalili ya kuamka, akajua kwamba Midada bado ni mzima. Akaendelea kumpatia first aid pale. Mwishowe Midada aliamka. Kevo akamwambia, "Wema,
Midada akawa analia tu. Kevo akamwambia, "Shida nini? Ulikuwa unafanya nini sasa?" Lakini Midada akawa anajibu. Baada ya kumbembeleza sana, ndipo Midada akabidi afunguke. Vyote ambavyo Salumumba alikuwa anabidi amfanyia, walikuwa wanataka kumfanyia. Basi Kevo akapewa mkanda mzima kwamba Salumumba alikuwa anamtamani tokea muda, alikuwa anamtaka kuwa au alikuwa anamtaka kimapenzi, lakini alikataa. Ndipo akaamua kumfanyia vyote. Kevo aliumia sana, pia alipata hasira sana, kwa sababu ukiangalia Kevo pia anampenda Midada, alafu Salumumba akatokea tu kwa kutokea anataka msusu. Kwa alipata hasira sana, sema kujua atafanya nini. Ndipo Kevo akaona isiwe tabu, akaongea na Midada akamfariji, kisha akamwambia kwamba kesho wataenda moja kwa moja hadi kwa mwalimu mkuu kwa ajili ya kumwambia tukio zima ambalo lilikuwa linaendelea. Muda ukapita kidogo, Midada akapata nafuu. Basi Kevo akamsaidia mizigo yake, mabegi, moja kwa moja mpaka nyumbani. Alipofika nje na kwa kina Midada, Midada akamwambia, "Hapa mimi nimeshafika. Asante sana Kevo, umekuwa shujaa wangu leo." Basi Kevo akasema haina shida. Kisha Kevo akarudi zake nyumbani. Usiku ule Midada alimshukuru sana. Hatimaye pia kesho yake ikafika, na taarifa za Salumumba kutaka kumbaka Midada zikaenea shule nzima. Kila mtu alikuwa anajua, kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, kwamba Salumumba alikuwa anataka kumbaka Midada. Na ubaya zaidi, zikaenda mbali zaidi, zikawafikia hadi walimu wenzake, na sio walimu tu, hadi mkuu wake, yani nikimaanisha mwalimu mkuu wa ile shule. Kiuhalisia kila mtu alisikitika kwa ile tukio. Waliwaza mengi sana, wakasema kwa nini Sauli ana tabia za kishenzi sana? Ukiangalia umri umeshaenda, kwa nini alikuwa anataka kufanya tukio lile kwa binti mdogo sana? Na alieneza tu nini taarifa hizi ni Kevo, kwa sababu alichukia sana. Kile kitendo kilimuuzi sana, baada ya kujua kwamba Salumumba alikuwa anamtamani kumbe Midada. Kwa aliamua kusambaza taarifa zile. Basi kutokana na ile tabia, mwalimu mkuu akashindwa kukaa na ile aibu. Ndipo akaita bodi ya walimu wote na kufanya maamuzi magumu sana ya kumfukuza Salumumba. Salumumba alijaribu kujitetea sana, lakini kila akijitetea wapi, hakuna mtu ambaye anataka kumuelewa. Basi hatimaye Salumumba akakosa kazi, akafukuzwa kutokana na sababu hiyo ya kutaka kumbaka Midada. Akarudi nyumbani. Lakini pia Midada, kama tunavyojua, kwenye matukio kama haya lazima kidogo saikolojia yako iwe haiko sawa. Basi kutokana na yale, ndipo mwalimu mkuu akampatia pia mapumziko Midada kwa ajili ya kujiweka sawa kisaikolojia na kurudi shule na kuendelea na masomo kama ilivyokuwa awali. Basi Midada alipatiwa mwezi mmoja wa kukaa nyumbani, wa kuweka akili yake sawa. Kisha baada ya mwezi mmoja atarudi kuendelea na masomo yake kama kawaida. Basi Midada akapata likizo takribani ya mwezi mmoja aliopatiwa na mwalimu mkuu. Kipindi yuko nyumbani na likizo yake, anaendelea na likizo, hakuacha kuwasiliana na Kevo.
hakuacha kutoa shukrani zake kwa Kevo. Anamsifu sana kwamba yeye ni mwanaume jasiri sana, ndiye mtetezi wa maisha yake. Bila yeye hajui kingetokea nini siku ile. Basi kipindi chote hiko kinachoendelea, Kevo alishindwa tena kueleza hisia zake kwa Midada kwamba anampenda. Zikapita takribani wiki 2. Mahusiano ya Kevo na Midada yalikuwa karibu sana. Basi siku moja Kevo akasema ngoja nimjaribu Midada, nimwite nyumbani tuone kama atafika au la. Basi usiku ametoka zake shule, akamtafuta Midada. Halo, unaendeleaje? Salama bwana, njoo nyumbani nikusalimie, nimekumisi. Midada ni binti ambaye ana misimamo sana. Akasema hapana, niko mwenyewe nyumbani, siwezi kutoka. Basi Kevo ikabidi abembeleze sana. Basi kutokana na wema ambao Midada shafanywa na Kevo, akaona haina budi, kwa nini asimsikilize? Ngoja aende tu. Ndipo akamwambia basi sawa, nitakuja lakini sitokaa sana. Kevo akamwambia haina shida. Basi wakubaliana. Hiyo siku ilikuwa ni Jumapili. Wakubaliana kwamba saa 6 Midada atakuwa ameshafika kwa kina Kevo. Basi Kevo asubuhi kaamka, fanya usafi huu na ule, keka hivi na hivi, keka mambo safi, mazingira safi. Hatimaye ilipofika saa 5 namtafuta Midada, kimya. Midada mjibu. Akawaza, kwa alinidanganya, alinichukuliaje kwani? Kila akipiga simu kimya. Hatimaye ule muda ambao walikubaliana kufika saa 6, piga sana simu kimya. Akakata tamaa, akawa anajilaumu. Kwa nini nilimuita? Na kwa nini alinikubalia kwamba atakuja? Kwa nini nimefanya vitu vyote hivi kwa ajili ya maandalizi yake na hajafika? Lakini katika prosesi za kukata tamaa, ghafla Midada akamtafuta. Kisha akamwambia, zamani nilipitiwa na usingizi, lakini sasa hivi ndo nimeamka. Ngoja nioge chapu nijiandae, kisha nije hapo. Basi Kevo akarudisha nuru kidogo ya tabasamu. Sio sana kwa sababu hakuweka uhakika kwamba anaweza akaja kweli, lakini Midada alimpa uhakika kwamba atafika. Basi akapita masaa kadhaa, hatimaye Midada akafika. Basi kwa bashasha kubwa sana Kevo alifurahi kwa sababu ilikuwa surprise sana. Hakuamini kwamba Midada angekuja kweli. Baada hapo akamkaribisha ndani, karibu sana, kwa sababu Kevo kidogo alikuwa ameshaandaa kitu kwa ajili ya Midada kama chakula. Basi wakapiga story dakika kadhaa, akamkaribisha kwa ajili ya chakula. Wakala, baada ya hapo akafurahi. Basi Kevo ndo aliona huu ni muda sahihi sasa wa kumwambia Midada kama anampenda. Ingawa alizunguka sana, lakini alifanikiwa kuwasilisha madai kwa Midada kwamba anampenda. Midada, unajua mimi nakupenda sana. Tokea mwanzo nilitamani kukwambia hisia zangu kwamba nakupenda, lakini nilikuwa sipati muda sahihi wa kukwambia. Midada alishangaa kwa sababu hakutegemea. Alikuwa anamchukulia Kevo kama rafiki tu. Kumbe Kevo alikuwa tayari ameshazama kwenye penzi lake. Basi Kevo akawa anasubiria jibu kutoka kwa Midada. Akasogea karibu yake, kisha kaanza kumwambia maneno ya
mahaba sana, kwamba natamani siku moja washiriki tendo. Midada ni mwoga. Kama tunavyokumbuka mwanzo, Salumumba alishindwa. Je, Kevo ataweza? Basi Kevo akatumia kila jitihada. Mwisho wa siku Midada akaona huyu atakuwa na mapenzi kweli ya dhati. Kila akikumbuka momenti za Kevo akaona huyu anaweza kawa kweli mwanaume wa ndoto zangu. Japo nimekatazwa kuingia kwenye mahusiano, lakini Kevo ameonyesha mapenzi yake ya dhati. Basi zikapita dakika kadhaa, Midada akaona isiwe tabu, japo kwa mara moja tu kama shukrani. Muda wote alikuwa na hisia, kwa hakufikiria chochote kile, kama atakapofanya kitu kile nini kitatokea. Basi Midada akajimaliza. Unaambiwa siku hiyo kulikuwa hamna haja ya mvutano mara malumbano. Mwenyewe alijimaliza mwenyewe. Midada akaanza kupunguza uzito wa nguo. Hivyo hakuamini hadi muda huo. Basi mwisho wa siku akafanikiwa ile tukio, wakafanya tendo la ndoa wawili hao. Hivyo hakuamini, kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakuamini kabisa. Hata walivyomaliza alimuuliza Midada, upo sawa? Midada alisema tu, alisha kusema asante sana. Basi mahusiano yao hao wawili yakataradadi, yakawa ni mahusiano ambayo hayaelezeki. Na tukumbuke muda huo Midada yuko nyumbani. Basi muda na wenyewe ukasonga, ukafika muda wa kurudi shule. Akarudi shule. Siku moja yuko darasani, ghafla akaanza kujisikia kizunguzungu, hajielewi. Mara akawa anajisikia anaanza kutapika, anaenda nje anatapika. Yote ya kushtukia kwamba ni nini kimetokea. Basi siku zikaenda, ile hali ikawa sasa ni ya mazoea. Siku moja akashirikisha mashoga zake kile situation ambayo ilitokea yeye na Kevo, na ile hali ambayo anaopitia. Mashoga zake walishtuka, kumwambia, kwa hiyo unatapika na kizunguzungu pia unahisi? Aliwaambia ndio. Basi mashoga zake kumwambia, kuisha habari. Dada akauliza, kivipi? Basi mashoga zake wakamwambia, hizo ni dalili mojawapo za mimba. Basi ndipo alipochukua hatua ya kwenda kupima. Na kweli siku anaenda hospitali akapima, majibu yatoka kweli ana mimba. Akaja kwa mashoga zake kumwambia kwamba kweli mimi nina mimba, japo anaogopa sana, hajui anawezaje kuambia wazazi wake. Mtu pekee aliweza kumwambia ni Kevo na mashoga zake. Kevo naye aliogopa pia, aliwasa sana. Basi mashoga zake wakakosa kaba. Shule nzima ilijua, walimu pia walijua kwamba Midada ni mjamzito. Basi kesi ilikuwa ngumu sana. Ndipo mwalimu mkuu akaamua kumuita Midada pia na Kevo. Basi kila walichoulizwa walikubali kwamba kweli, lakini sio mipango kupata mimba wala kupeana mimba, ni bahati mbaya tu.
Mwalimu mkuu hakutaka kuelewa kabisa, ndipo akachukua maamuzi magumu pia tena. Basi Midada na Kevo wakafukuzwa shule. Walilia sana, waliomba sana msamaha kuhusu kurudishwa shuleni kuendelea na masomo, lakini mwalimu mkuu aliambiwa kwamba sheria ni sheria, kama tulivyokubaliana. Ukikutwa na adhabu hii, kosa ni hili. Kwa kuanzia leo nimewasimamisha shule rasmi, mkawataarifu na wazazi wenu. Midada alilia kwa sababu alikuwa haelewi nani ataenda kumwambia kwamba nimefukuzwa shule. Nani atamuelewa? Kevo naye vile vile walikuwa ni watu wenye majonzi sana. Na ndipo mwisho wa Kevo na Midada kwenye karia yao ya masomo ikaishia hapo kabisa. Kwa haya machache, kwa sehemu ya kwanza au tuseme kwa msimu wa kwanza unatamatika hapa. Nini kitaendelea? Midada na Kevo baada ya kufukuzwa shule, watalea ile mimba au nini kitafuata? Wataitoa? Basi hakikisha unatusubscribe, pia una comment, una like kwa ajili ya msimu wa pili, ambapo msimu wa pili utakuja na kila kitu final, kwamba nini kiliendelea, hawa wawili walikubali kuwa wazazi. Nisiwe na mengi ya kuzungumza. Msimu wa kwanza wa Midada naomba uishie hapa kwa leo. Usiondoke, baki nasi, hakikisha unatufuatilia mara kwa mara ili kujua msimu wa pili nini kitaendelea. Sina mengi zaidi ya kuwaaga na kuambia tunawapenda sana. Msichoke kutufuatilia kwa stori kali na simulizi kali. Hakikisha unabaki nasi, simulika na sisi.